Bwana asifiwe sana. Tujifunze hichi kitu kidogo kabla sijaenda kugusia moyo zaidi. Msaada wa kimungu kwenye maisha yako. Andika msaada wa kimungu kwenye maisha yako. Alafu nitarudi kuconnect na moyo. Ni namna gani kama mtumishi wa Mungu unaweza ukapata msaada wa kimungu kwenye maisha yako? Hakika mtumishi wa Mungu, hakuna mahali utafika kama Mungu hajawa msaada kwenye maisha yako. Mungu anatakiwa awe msaada. Tukisoma Zaburi sura ya 20 mstari wa 7. Hawa wanataja magari na hawa wanataja farasi, bali sisi tunalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Pia nenda Zaburi sura ya 121 mstari wa kwanza na wa pili. Daudi anamwambia Mungu Zaburi, nitainua macho yangu nitazame mlima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu ukatika Bwana aliyefanya mbingu na nchi. Nitainua macho yangu nitazame mlima, msaada wangu utatoka wapi? Kwa hiyo Mungu ndiye msaada wa kanisa. Mungu ndiye msaada wao. Daudi anaelewa, siwezi nikapata msaada kwingine. Na ukitaka kuelewa kwa nini Daudi anayasema neno haya, tafuta historia ya Daudi. Tangu Mungu amemwita na akamtangaza Israeli. Unajua vita ilianzia wapi? Vita ilianza ya Daudi pale alipompiga Goliath na utukufu wa Mungu kakaa juu yake. Biblia inasema wana wa Israeli wakasema, Sauli ameua watu maelfu, lakini Daudi kaua maelfu elfu. Wivu kamwingia Sauli, akaona ni kama Daudi anachukua nafasi yake, na asijue ya kwamba Mungu alishamkataa. Daudi aliingia kwenye vita kubwa ya kutafuta kuuawa. Siku moja Daudi amealikwa kwenye nyumba ya mfalme Sauli. Hana hili wala lile. Mtoto wa Sauli anamwambia, hivi una habari? Usiku baba yangu anataka kukuua. Toroka, ondoka hapa. Na siku moja Daudi amekaa na ili wale wamekaa chakula. Sauli akabeba mkuki akamrusha. Aisee, ukisikia mtu wa vita na kukosa kwenye shabaha sio kawaida. Kwa Daudi alipitia mapito ambayo anatafutwa auawe. Kila anapoenda ni mauti. Ndio maana anasema ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Anasema gongo lake na fimbo lake vyanivalisha. Kwa nini Daudi anayaongea haya? Hayakuja tu kawaida. Fuatilia historia utaona. Daudi amepita kwenye nyakati ngumu, nyakati za kufa. Sio tu kwa Sauli, hata kwa mwanae Absalomu. Absalomu alipochinua na akapata ushawishi kwenye Israeli, ushawishi kwenye jeshi. Sikiliza, ikifikia hatua mfalme kama mfalme mwanao kakuasi na jeshi lote la nchi limeenda kwa mwanao, ni hali ambayo unaweza kusema nitoroke nchi maana nitauawa. Ndio wakati Daudi amefikia, jeshi lote liko kwa mwanae na anatafutwa. Vita alioingia hapo, Daudi alimwambia, aliweka agano. Sikia alichokisema, Bwana ukiniokoa na sahi nitakutumikia. Mungu ndiye akamsaidia, akaingilia kati vita yake na Absalomu. Na tunaona Absalomu akapoteza maisha, japo haikuwa mpango wa Daudi mwanae kufa, lakini ndio hivyo imetokea. Kwa haya yote yanamtengeneza Daudi ajua kumbe kuna kitu kinaitwa msaada wa kiungu. Ni muhimu sana kujua kama mtumishi wa Mungu, kuna mahali utafika unahitaji tu msaada wa Mungu kusaidia. Pasipo msaada wa Mungu hauwezi ukatoboa, hauwezi ukafanikiwa. Ni namna gani kama wewe unaweza ukapata msaada wa Mungu? Kama Mungu si msaada wako, kuna kitu umejifanya kuwa msaada. Kama Mungu sio msaada wako, kuna kitu umekifanya kuwa msaada. Kuna watu wapo katika dunia
Wao wanajua mimi bana, nina watu watanisaidia, nina watu wana hela nina watu watanisaidia. Kwa hiyo lazima ujue kama Mungu sio msaada wangu, kuna kitu ni msaada, kuna kitu tu nakitegemea kitanisaidia. Wewe unamtegemea shangazi yako au mama yako, wewe unategemea wakuu wao ni wakuu wa nchi, baba zao ni mawaziri, wanawategemea sana, wanajua ndio msaada, wajui kuna msaada wa Mungu. Mambo ya msingi ya kufahamu, jambo la kwanza, kama unaandika, unaweza ukawa na watu wa kutosha lakini wasikutosha. Unaweza ukawa na watu wa kutosha lakini wasikutosha. Watu wakikuzunguka, mtumishi wa Mungu, haimaanishi Mungu amekuzunguka. Watu wakikuzunguka wengi, haimaanishi Mungu amekuzunguka. Unaweza ukawa na watu wengi sana lakini wasikutosha. Kuna watu wamezungukwa na watu wenye hela, wamezungukwa na watu wenye mali, lakini bado sio msaada kwenye maisha yao. Ni lazima ujue Mungu peke yake ndiye msaada kwenye maisha. Andika hichi kitu: kuwa na Mungu, kuwa na Mungu, kuwa na Mungu. Narudia ili mtu anayeandika asipotee. Nimesema moja, unaweza ukawa na watu wa kutosha lakini wasikutosha. Unaweza ukawa na watu wa kutosha. Unajua mtu hapa anaweza asinielewe kwa sababu hujafikia hatua ambayo ni hatua unasema Mungu peke yako ingilia kati. Yini kuna wakati unafika unasema hapa ni Mungu peke yake ingilia kati. Yini kama Mungu hataingilia kati, sina kazi. Kama Mungu hataingilia kati, sitakuwa hai. Yini ni hatua umefika. Umeangalia pesa hazikusaidii, umeangalia watu watakusaidia, umeangalia madaktari bingwa hapa hawezi wakanisaidia. Ndio huo wakati unasema msaada wangu utatoka kwa Bwana. Maana umeangalia kote, umeangalia nyumbani, umeangalia kazini, unasema msaada wangu ni Bwana. Sijajua kama umefika hiyo hatua ambayo ukisema kwa kweli kama Mungu hataingilia kati, yani hapa ndo nimeisha kabisa. Maana nikasema unaweza ukawa na watu wa kutosha lakini wasikutosha. Kuwa na Mungu, narudia hii point, kuwa na Mungu inamchukua Mungu kugusa mioyo ya watu. Kuwa na Mungu inamchukua Mungu kugusa mioyo ya watu, kufanya chochote kwenye maisha yako. Kuwa na Mungu inamchukua Mungu kugusa mioyo ya watu, kufanya chochote kwenye maisha yako. Mungu ndiyo mwenye watu. Mungu akiwa ndiyo tegemeo lako, akiwa ndiyo egemeo lako. Mungu anamwambia Yeremia, amelaaniwa mtu yule amtegemee mwanadamu na kumfanya mwanadamu kuwa kinga ya maisha yake. Hili andiko linaashiria dhahiri Mungu ana wivu. Yani ikifikia hatua Mungu anaangalia, anamwangalia wewe, anaona badala ya kumtegemea yeye umetegemea watu. Maana yake ni nafasi ya Mungu umempa Janet, nafasi ya Mungu umempa baba. Mungu anakuwa na wivu. Wewe nimekufundisha Mungu ni Mungu mwenye wivu. Wewe unasema alaaniwe kabisa. Haiwezekani. Nikaumba mtu kwa mfano wangu, nikamleta. Sikiliza, Mungu ndiye alikufanya uzaliwe hapa, akakuleta duniani, akakutunza miezi 9 kwenye tumbo la mama yako, na akakulisha ile miezi 9 hadi ukazaliwa duniani, akakulea hadi ukakua. Alafu unasema mama yangu ndo kila kitu kwenye maisha yangu. Mungu anabaki anasema unaona mama yako ndo kila kitu, sio mimi. Unaona kuna watu wakipoteza wazazi wao
wanasema maono yangu yote yamekufa. Kuna watu wakipoteza watu wao wanasema yani nimepoteza kila kitu. Inamaanisha wale watu ndio walikuwa msaada kwenye maisha yao, sio Mungu. Ukiwa na Mungu inamchukua Mungu kugusa watu kwa ajili ya wewe. Mungu anaweza akainua watu kwa sababu yako. Mungu anamwambia Daudi, kwa kuwa amekaza kunipenda mimi, nami nitamuokoa. Kinacholeta wokovu ni kwa sababu Mungu alipomtazama huyu mtu akauona moyo haujapoteza upendo na Mungu. Kuna vitu Mungu anaviheshimu sana, ni mtu anayempenda. Ili Mungu anamheshimu. Si kila mtu Mungu atamsikia. Si kila mtu Mungu atamsikia. Mungu anasikia wale watu wanaompenda. Jambo la pili, unaweza ukawa na pesa na bado zisikutoshe. Unaweza ukawa na pesa. Watu wengi wanajiuliza, mimi nataka bana kufanya project fulani, lakini sina hela. Mimi nataka kuoa, sina hela. Kumbi tu milioni 3, mahali milioni 4, milioni 7, bado makolokolo milioni 15. Si nimenunua gari hapo. Sio umenunua gari milioni 15, una gari. Una ST yako tu nzuri. Kuna mtu akiingia akapiga gharama, sina hela, ila Mungu aliye naye anazo. Sema amen. Ukijua Mungu ndiye msaada kwenye maisha yako, hautaangalia gharama, hautaogopa gharama, maana itamchukua Mungu kuinua watu kwa ajili yako. Mungu atagusa mioyo ya watu, watakupa pesa. Ni sawa sana unataka kufungua huduma, unasema mama, nikiangalia Dar es Salaam kiwanja tu 300,000 kwa mwezi, na mimi sina hata kazi. Na wengine mnasema nikipata kazi nitafungua huduma. Utapata kazi na utaona inashindikana. Mshahara 400,000 ukigawanya kwenye kodi 100,000 kwa mwezi, ukigawanya kwenye kula 150,000, kigawanya na shida ila imeisha. Maana yake ni unahitaji tu msaada wa Mungu kufanya cha Mungu. Cha Mungu kinapiganiwa na Mungu, sio kwa sababu una hela, sio kwa sababu una watu, ni kwa sababu una Mungu. Leo nilikuwa nikisoma kitabu cha askofu kuhusiana na huduma yake, nikaona ushuhuda. Unataka kununua gari, ilikuwa ICE milioni 80. Mungu akakutokezea ukapata kila histo. Hiyo inaonyesha msaada wa Mungu kwenye jambo la Mungu. Yaani kuna mambo Mungu ndiye atakusaidia kwa kutokea. Mimi nimeona mtu mmoja alikuwa anataka kuoa. Sikia tu mtu anaoa, mheshimu sana. Unaweza kaambiwa mahali milioni 5. Na watu tunapopenda vitu vikubwa hivi, inaoaje bila harusi kali? Si unajua kuna ndoa na harusi. Sasa harusi nitafanyia pale Sinza Mall. Nenda kuuliza gharama, naambia ukumbi milioni 5. Takiacha. MC anakuambia bila milioni 2 unisikui. Ukishapiga pale milioni 10 unaanza kuchanganyikiwa. Hujawahi kushika milioni 10 toka unazaliwa, na muda wote zinahitajika. Inamchukua Mungu kugusa watu kwa ajili yako. Ukijua hivyo utaogopa sana, maana pesa zinaweza zikusaidia. Unaweza kuwa na elimu yako isikutoshe kuwa msaada. Kuna watu hapa mna degree, wengine mna masters. Ulijua kabisa na mama alikwambia, mwanangu soma, ukisoma utafanikiwa. Sikatai kusoma. Wangapi wamesoma na bado wanateseka?
Ni tafsiri ya wazi kwamba elimu ulionayo haitoshi kuwa msaada. Unamhitaji Mungu awe msaada wako. Yaani kama watu wangeelewa hili neno, wangelimtafuta Mungu. Maana kokote unakoenda, mtumishi wa Mungu, hauwezi ukasaidika. Ukijua Mungu ndiye msaada wangu, utamtafuta huyo Mungu. Msaada wangu sio watu, msaada wangu sio mali, msaada wangu sio vitu. Mimi watu wengine wananiulizaga, hivi imekuwaje hadi leo uko Dar es Salaam? Maana watu wanamaliza kusoma wanakimbia nyumbani kwao. Mimi nikamwambia Mungu, siwezi kimbia, tutabanana hapa hapa mpaka kieleweke. Kwa nini? Nikiangalia hela sina, na kuna wakati naambiwa na wazazi, kwa nini usirudi nyumbani? Maana maisha yamekuwa magumu. Na hivyo kwa ajabu, eti nimpigie mtu, halo, naomba 1,000,000 hapo, naomba 50,000. Siko hivyo. Nakwambia nilikomaa hivyo hivyo. Sina kazi muda huu. Kwa siku da 10,000 inaisha kalaistu. Manake sina hela, sina tegemeo. Hili ninamwangalia Mungu peke yake. Mungu, wewe ndiye wa kunisaidia kukaa hapa. Mwezi wa 7 umeisha, wa 9 umeisha, wa 10 umeisha. Nikiangalia kazi sina. Ushauri unakuja, kwa nini usirudi nyumbani? Kwa nini usirudi nyumbani? Ni kuna mahali wanakushauri watu, kwa nini usirudi tu nyumbani wewe? Nikamwambia siwezi kurudi nyumbani. Mungu alinisaidia nikapata kazi. Sema amen. Kazi ya kwanza niliyopata ilikuwa ni kazi, lakini ni kazi kweli kweli. Yini unaweza ukapata kazi ikawa kazi kweli kweli. Unaingia kazini saa 12:30, unatoka saa 3. Ukisema sina huduma mimi, sina ibada, hivi haya maisha nitayaweza? Unaambiwa kutoka kazini saa 12 kila siku. Ukisema hapa, nikamwambia Mungu alivyo waajabu. Kuna siku napigiwa simu, halo, kuna kazi huko bana na wanalipa vizuri. Nikasema Mungu, mimi naenda. Nikaaga pale ofisini, nikamwambia jamani, mimi nataka kuondoka leo, ninaenda huko kufuatilia. Uweze kuambia nenda kufuatilia kazi, nenda huko kufuatilia. Wakaniambia bana, hauwezi kuondoka hapa. Si wanajua tunakulipa hela kidogo. Unaenda wapi sasa? Nikasema mimi hapa ninaenda. Kama nitakosa kazi sawa, ila ninaenda huko. Nakwambia nilipata kazi kimuujiza, hata sikuamini. Na muujiza wangu wa kwanza. Sasa nilikuwa najiza, kama ningelienda nyumbani, maana yake ningelikuwa nimekubali kushinda. Lazima ujue ndani ya moyo kwamba Mungu ndiye msaada wangu kwenye maisha yangu. Watu nilionao hawatoshi kuwa msaada. Pesa nilizonazo hazitoshi kuwa msaada. Msaada wangu uko katika Bwana. Nitayainua macho yangu, nitazame mlima. Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu utatoka kwa Bwana. Siangalii na pesa, siangalii na elimu, siangalii na watu, siangalii na walaji, kwa sababu wazazi wako wanakuchoka. Eti mimi nakwambia tu kweli, wazazi wanakuchoka. Kabisa mzazi anakuambia,
yaani mwanangu, nimekuchoka. Sijui kama ulishawahi kuambiwa hivyo, ila mimi nilishaambiwa, yaani nimekuchoka, nimechoka kukupa hela. Imagine ni mama yako au baba yako anakwambia hivyo. Manake watu sio msaada. Msaada wako ni Mungu. Mungu ndiye hachoki. Kila siku naomba hela, mama, naomba 50,000. Mama anachoka ba. Wengine tuliwahi kuchoka. Jambo la 4, kuna vitu vinamhitaji Mungu mwenyewe kuweka mkono wake. Kuna vitu vinamhitaji Mungu mwenyewe kuweka mkono wake. Kuna mambo ili yaweze kutokea, hiyo ni kwenye kazi, inamhitaji Mungu aweke mkono wake. Daudi anasema kama asingelikuwa ni Bwana, Biblia inasema sasa, maana wangelitumeza hai. Kama asingelikuwa ni Mungu, wangeliweza kutumeza. Manake Mungu ndiye alikuwa msaada kwenye maisha yao. Pesa sio msaada, elimu sio msaada, watu sio msaada. Ni kuna mambo yanahitaji mkono wa Mungu ili uweze kufanikiwa, uweze kutoboa, wanasema uweze kutoka. Huduma kama huduma haiwezi kutoboa, haiwezi kutoka kama Mungu hajahusika. Heshimu sana mtu ukiona amefungua kanisa hata likawa hivi, yini ujue Mungu amekuwa msaada. Ni wangapi walianza na wakufika mwisho? Wengi wanaanza na maono yao, wengi wanaanza na maono yao. Wengine walisema mimi Mungu ninataka kuwa dokta, mimi ninataka kuwa mtu fulani. Lakini ni wangapi ambao wamefika kwenye maono? Ndio maana mtu mmoja akasema haikuwa rahisi kufika hapo, ila ni mkono wa Mungu umenibeba. Siku usipo tafakari ukajua hata hapo ulipo ni mkono wa Mungu umekubeba, hautaweza kujali neema ya Mungu kwenye maisha yako. Unajua, unaona ni rahisi tu, unalala unaamka hadi leo uko hapa. Haujui kuna watu wako hospitali wanadaiwa bili ya milioni 10. Hilo ni deni la hospitali. Haujui kuna watu wako hospitali wanasubiria tarehe za kufa. Madaktari wamesema huyu amebakiza tu mwezi mmoja. Kwa kansa ilivyo hapa ni mwezi mmoja peke yake. Huyo mtu anabaki hasa mimi baada ya mwezi na kufa. Fikiria unaambiwa umebakiza mwezi mmoja utakufa. Utakuwa na huzuni. Manake hapa tulipo kuna mkono wa Mungu umetusaidia kufika hapo. Leo nimepigiwa simu na mchungaji mmoja. Ni mchungaji ninamfahamu. Ananiambia mtumishi wa Mungu, nimepata ajali nikavunjika mguu. Hebu sikilia hiyo taarifa unaipata. Mara ngapi umevunjika mguu? Mara ngapi unapanda bodaboda unafika salama? Ajali siko kila mahali. Maana Mungu ndiye msaada wetu. Ukijua Mungu ndiye msaada, utampa muda Mungu wako, utaheshimu Mungu wako, kwa sababu ndiye msaada. Hauna kimbilio lingine. Wewe kama kanisa hauna msaada mwingine tofauti na Mungu. Lazima ukubali kujikabidhi kwa Mungu. Umejikabidhi kwa Mungu? Yohana 8 mstari wa 31. Nimekupa vitu vichache kuhusiana na msaada wa kimungu. Lazima ukubali kujikabidhi kwa Mungu. Kujikabidhi kabisa. Yaani kuna watu wamejikabidhi nusu. Ni lazima ifike mahali ujikabidhi 100%.
Umwambie Mungu, haya maisha nilionayo ninajikabidhi kwako. Ujana nilionao ninaukabidhi kwako 100%. Uyakabidhi maisha yako kwa Mungu. Mtu aliyemkabidhi Mungu maisha yake, utajua maisha yake Mungu atakuwa ni kipaumbele. Kama Mungu sio kipaumbele cha kwanza kwenye maisha yako, kuna miungu ni kipaumbele cha kwanza. Biblia inasema ni kwenye Yohana 31. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Kwa ili uweze kujikabidhi kwa Mungu kikweli kweli, lazima ulitii neno lake kweli kweli. Mdada, unajua nimeokoka. Ili uweze kushinda, lazima utoe mwili wako, uyatoe macho yako kwa Mungu, utoe kinywa chako kwa Mungu. Kuna watu wanasali lakini kinywa chao ni kichafu, maana yake bado hajajikabidhi kwa Mungu kweli kweli. Kuna watu wanasali lakini macho yao hajajikabidhi kwa Mungu. Yesu aliwaambia nini? Jicho lako la kuume likikosesha uling'oe. Umeng'oa jicho lako. Lazima macho yako uyakabidhi kwa Mungu. Kile unachokitazama Mungu kimpendeze. Kuna watu ambao macho yao inaangalia vitu vya ajabu. Dunia hii ina majaribu. Tamaa ya macho ni uharibifu. Unashika simu yako ile unavituma kiasi, fungua hapa. Mtu anaangalia asema, "Yeye huyu ni shetani." Una play di picha libaya. Sasa bila kwa kweli Mungu awasaidia watu. Sasa awasaidie huku unaona angalia. Au akusaidia wewe. Unaona ufanye. Una Mungu awasaidie. Awasaidia wewe ndio usaidiwe. Macho yako umeyakabidhi wa Mungu. Hauna unapita hapo mdada, unatoa macho yote. Basi Mungu wangu, Mungu tusaidie. Manake bado macho yako hujayakabidhi kwa Mungu. Maana sababu neno langu likikaa ndani yenu kweli kweli. Maana Mungu ndiyo neno. Ukiliweka neno ndani ya moyo kweli kweli, ndio unajikabidhi kwa Mungu. Turudi pale kwenye moyo. Linda moyo wako. Mambo matatu ya kulinda ndani ya moyo. Mambo matatu ya kulinda ndani ya moyo. Moja, amani ya moyo. Amani ya moyo. Watu wengi wamepoteza amani kwa sababu ya mahusiano. Hakuna eneo linaharibu watu kama eneo la mahusiano. Yale linahitaji kliniki. Yaani wanaume wote ni waongo. Kuna vitu viwili ukivipoteza hupo kwenye hali mbaya. Ukipoteza upendo, kinaingia chuki. Upendo ukiondoka, chuki ndio inaingia. Yaani kama ulikuwa unampenda huyo mume wako, unampenda huyo kaka, upendo ukaondoka, chuki inaingia. Ni mtu anakuambia ninakuchukia sana. Yeye akikuona anatema hadi maji tu. Hii sikutaki. Au unapigwa jicho hilo, linazungushwa kama gololi. Sio mtu, ni pepo hilo. Shetani anaweza akapanda chuki
kama teso la maisha au kifungo. Wengine wamepandiwa huzuni. Kuna huzuni za aina mbili. Kuna huzuni ya Roho Mtakatifu na kuna huzuni ya Shetani. Kazi ya huzuni ya Roho inaleta toba. Kazi ya huzuni ya Roho inaleta toba. Unakuta mtu kanyong'onyea kabisa, kakonda. Wanasema moyo hauna spare. Moyo hauna spare. Sasa wewe upoteze amani ya moyo, utaanza kwenda kuona madaktari wakupe ushauri na sana. Unaambiwa moyo umepanuka. Kwa nini? Moyo uliwaribu kwenye amani ya moyo. Ni maana leo hii watu wameenda TikTok, wanatafuta vichekesho. Wanajua akiangalia vichekesho watakaa sawa. Ndio maana leo hii watu wanaenda club, wanaenda kulewa, wanaenda kulukaluka. Unajua nikitoka hapa nitakuwa vizuri. Kumbe ni ujinga mtupu wanaenda kufanya na kuharibu hela zao. Amani ya moyo huwezi ukaipata nje ya Mungu. Kuna andiko linasema, nimesahau ni andiko gani, nasema hapana amani kwa wabaya. Na andiko hili nitakusomea. Mungu anasema mjue sana Bwana ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokufuata. Uwezi ukawa na amani kama Mungu hajawa sehemu ya maisha yako. Kama Mungu hajawa sehemu ya maisha yako, uwezi ukawa na amani. Amani peke yake inaletwa na Mungu. Kama Mungu hajawa sehemu ya maisha yako, uwezi ukawa na amani. Itafika andiko linasema mjue sana Bwana ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokufuata. Ukipata utasema juu nisomee. Moja. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakapokujia. Kama Mungu hajawa kwenye maisha yako, hujamjua Mungu, huwezi kuwa na amani. Na ni nini maana ya kumjua Mungu? Sema mimi namjua Mungu. Ninamjua Mungu. Funa kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Uone nini kinasema hapo. Sura ya 2 mstari wa 4. Yeye asemaye nimemjua wala azisiki amri zake ni Mungu, wala kweli ya Mungu haimo ndani yake. Kumjua Mungu ni kuzishika amri zake. Kama unaishi maisha ya uzinzi, unaishi maisha ya uongo, unaishi maisha ya chuki, bado hujamjua Mungu. Kuishi kwenye maisha ya dhambi ni dalili ya wazi ya wewe kutokumjua Mungu. Kutokumjua Mungu kuna kufanya usiwe na amani. Kwa amani ya moyo inalindwa kwa kuzishika sheria za Mungu na kuzifuata sheria za Mungu. Watu wanapoteza amani kwenye maeneo matatu. Eneo la kwanza ni mahusiano. Eneo la pili ni uchumi. Eneo la tatu ni huduma. Kwa kutafuta kwangu nimekuja kujua amani za watu wengi zimeibiwa na mahusiano. Mahusiano ya ndoa, hiyo ni mahusiano ya uchumba, hiyo ni mahusiano ya kazini. Utakuta watu wanafanya kazi sehemu moja, hawasalimiani. Watu leo hapa nafasi kubwa zaidi ya Mungu wana nafasi kubwa ya kukuumiza wewe. Unakuta mtu hivi, jamani, hebu tufikirie hapa na Mungu atusaidie.
Yeye anaongea na watu masaa 4 lakini hajawezi kuomba. Utamkuta yuko kwenye vikao vyako vile vya umbea, wanapiga story. Utamkuta mdau anachambua mpira masaa mawili, yuko anachambua Mayele, Pacome, anachambua ile penalty referee yule bwana sio fair. Katinyima penalty kabisa. Tena amekuwa mhubiri mzuri wa hayo mambo. Sio mabaya, lakini ndio yamechukua nafasi kwenye maisha yake. Siku moja nilikuwa nimepanda ice, ninaenda kanisani. Yaani ile gari toka tumetoka Mbezi hadi tunafika Magoe, ni Simba na Yanga. Yaani wanahubiri Simba na Yanga, wanachambua ligi ya Kabalao, wanasema lazima Man City ashinde. Manchester sio kitu. Hiyo ndio vitu vimechukua maisha ya watu. Na kuna wengine vitu vimechukua maisha ya watu ni filamu. Yaani ukimwambia kuelezea sasa hivi kuna tamthilia gani inachukua nafasi, atakwambia Uba. Yaani unajua Uba ni tamu sana. Yaani Uba pale yule amecheza vizuri sana. Yaani ndio kitu kimechukua nafasi. Zunguka wote. Watu wanaweka bando, wanafuatilia filamu.